bagacibwa bagashita umuyaga nk'igicucu ariko icyubahiro cyawe gihoraho ibihe byose. Muri uyu mwanya bana natwe Mwami Yesu, bana nawe n'itorero, bane natwe muto ariko uri mukuru mu mitima yacu, kingura imitima kuba ndumva ijambo ryawe, kandi ariko ijambo ryawe ntirivugirwe gupfa ubusa. Ijambo ryawe rirambwira ngo nk'uko imvura na sherenge bigwa bigatosha ubutaka, niko ijambo ryawe ridashobora gupfa ubusa. Igihe cyose ryerekeye mu ijuru rishobora guhindura imitima y'umwagaye igahinduka misha, ikakira imbaraga zawe nshasha mu gihe gisa n'iki. Mwami Yesu, gira neza umuntu wese tubona imbaraga zawe n'ubwiza bwawe, mu izina rya Yesu, amen. Wachwa bakasa kude, amen. Bawa kutengeneza taifa umeona pesa kwa nakiwa hadi napate kuona mambo ya vile wakinipigia ni ubiri ndio bishinzwe wale wasikaji yale ni siku kwa maombi, kwa sababu walikuwa na maombi na gari moja kwa hapo muri bene wacu cyane, kwa sababu tunafanya kazi na nyinyi ngeleta hita tumengacha ni wape dakika 3 tumchezee Mungu tunataka Mungu sasa tutaendelea wewe hapo istanbuka kwa sababu ya sababu tofauti. Mimi zingine ya mtume na papa Musa ndiye kuandaa. Daudi yanaanzia siku moja Daudi amecheza alafu nini dada akacheza ya kutosha ukizigia kuna mikoti hata akatoa vazi lake ndio ndio Israeli wangezema bana vazi alikuwa anavaa wasikana na yeye anakatisha sisi zinaelewa kunisenge akakuwa na nguo ya ndani tu anakomeza nafsi akachezea Mungu. Atogete bana wakizungumza nguke wenzetu waokoke waendelee kufika mbali na watu brewasi. Wenzetu nasema unawajua hapo, si wote, si wote. Usama ni bali kijana unakutana kama ni 100 unakutana wale ndugu 30 ndio imetoka nyuma kwa kumomba Mungu. Hiyo mwezi kuenda kwa sometime sasa moja mkifika nyumbani kandi wewe unakumbuka hata bibi zako umesema wakati ulikuwa kiroho wewe utatambua yale ambayo yamepitikana na wengine watakuswali, je, kulikuwaje? Anapokuwa ngo kwa moja kasema na wewe umezidi sana na wewe unamuomba imani na yeye atamjibu ya kwamba ni Roho Mtakatifu ndio tugeuka. Kwa hiyo tunazidi sana na hivyo evangelist Dose ni tu hakika naweza kuona tigaranzenze ni kimsimamisha asimama na wewe ndio naye pia amehuzurika katika maombi. Mungu awabariki. Acha watupigie nzenze na nyinyi pia wale ambao watajihisi kuchezea Mungu watapita mbele. Yule ambaye atajihisi kuchezea Mungu kwa sababu ni yale maneno tutaongea hapa. Jihisi moto wa Bwana ikiingia ndani mwako na upite mbele. Hata kama wewe uko na amri ya kutosha. Na mkaribisha James. Acha watupigie zeze. Nimekutana na Yesu. Nimekutana na Yesu. Yeye mwenye uwezo akaniokoa. Yeye mwenye uwezo akaniokoa. Nimekutana na Yesu. Yeah.
Nasikia kwamba kuchezea Mungu na utamu prepare kwa kweli kweli. Mito kila mambo nishapiga. Mungu awabariki. Kusahau kama Walawi. Tasoma kitabu cha 3 cha Musa kiitwacho Mambo ya Walawi, sura 6. Amen. Na nataka msikie vizuri. Yule ambaye hana Biblia anitazame ama asikie na masikio. Yewe nabaye mwalimu w'ishuri, sababu yeye alikuwa mwalimu wa shule. Mnyeshuri wale wa Qur'an hawa hayuko. Wanafunzi ambao anaangalia kando hafuate vizuri tutaweza. Bila kudanganya, ashobora kujua mwalimu avuka. Bila kudanganya, mtu akiangalia kando hawezi kusikia vizuri mwalimu yale ambayo ananena. Yalikuwa yanaweza kumtumbira anazoea. Lakini akimwangalia akiwa makini lazima asikie. Walawi, Mambo ya Walawi 6 sura 6 ile kumurongo nikahunga kursi. Tataanza kwa mstari wa 4. Mkumbuka mstari wa Kiswahili na maanisha kwamba katika kitabu cha Kiswahili anasababu kitu kimegurusha msangura leo tunaendelea. Tutaangalia pale ambapo mwewe bila tandukanye niko na wewe ziko tofauti unategera hanyuma na urasaba kuri kusobanura. Walawi 6 no ku murongo wa 2. Yeye ataanza Mambo ya Walawi sura ya 6 na mstari wa 2. Alikuwa anazamuka leo mchana na baadaye tutaendelea kutazama mahali hapo kwa Kiswahili na kufasha sura nyingine kwa maoni. Bintu pekee. Usabira ngo Imana ntabwo ngo tegeka Aroni n'abana be uti iri ni tegeko y'igitambo cyoswa kije kiba ku bizacu
no ku gicaniro kirareho ubuce, umuriro wo ku gicaniro uhore waka, mutamzi wambare ikanzu ye y'igitare n'ikabutura y'igitare, ayambare ku mubiri we, ayore ivu ry'igitambo cyoshejwe cyakongorewe n'umuriro ku gicaniro, ariyorere iruhande rw'igicaniro, yiyambure iyo myambaro yambare indi, aje asesa ijovu inyuma y'ingando z'amahema ahantu hadahumanijwe. Umuriro uzamuja cyane gatandatu. Nataka msikie umuriro wo ku gicaniro uhore waka, ntugasinzire. Umutamzi aje awushiramo inkwi, uko bukeye awushiremo igitambo cyo goswa, igice cyose mu rwoserezo bwaco, awoserezemo urugimbu rw'igitambo by'uko bari amahoro. Gatandatu, umuriro wake ku gicaniro urudaca, ntugasinzire. Amen. Amen. Tutaanzia kwa 8:6 na 8 kwa Kiswahili. Nasema Bwana akanena na Musa na kumwambia haya, akimwagiza Haruni na wanawe, akawaambiaye, amri ya sadaka na kutekelezwa ni hii sadaka ya kutekelezwa itakuwa pale motoni juu ya madhabahu usiku wote hata asubuhi, na huo moto wa madhabahu utawaka juu yake, usimuzimike. Naye kuhani atavaa nguo zake za kitani na suruali zake za kitani atazivaa mwilini mwake, naye atayazaa majivu ambayo huyo moto umetekeleza sadaka juu ya madhabahu. Kisha ataweka kando ya madhabahu, kisha atayavua mavazi yake na kuvaa mavazi mengine, kisha atayachukua yale majivu kwenda naye nje ya malango hata mahali safi. Amen. Atasoma pia katika kitabu cha Warumi 12 na mstari wa kwanza. Kitabu cha Warumi anaweza nena kwa sababu anajua imibiri yanyu. Nasema basi ndugu na wasihi kwa huruma mingi na mtoe huruma zake ili mtoe miili yenu, msijifananishe na watu wa leo, bali mgeuke mkiwa na mioyo ndiyo maneno Mungu anataka kwenu. Ni hivyo kuna neno. Amen. Turashima Imana mu gitondo cy'uyu munsi. Tunashukuru Mungu kwa asubuhi ya leo kuba tugeze hano kandi kwa kuwa tumefika hapa. Muri cyumweru gishize wiki ambayo imepita, batambutse, kuna watu ambao wameaga dunia, bamwe muzi n'abandi banamutazi, wale ambao mnajua na wengine hamjajua, ariko kuba tugihumeka, lakini sisi tukiwa hai turashima Imana. Tunashukuru nishimiye kubana namwe kandi nashukuru kuwa na nyinyi na kunipa nafasi hii. Je, bora hano cyane kwa sababu yeye anafanya sana, anatumika sana hapa, ariko sitamwiriza buri munsi, lakini hahubiri kila siku. Kuba kwenye umwanya kuganira nao, akiwa amepata fursa hii ya kunena na nyinyi, anashukuru. Nishimira abayobozi, pia anashukuru viongozi wa kanisa, Pastor Fega wakiwemo na mimi, nabo baha cyane na watii sana. Ariko inshuti yawe, kuna vile mtu anakuwa rafiki yako ugashaka kumusuzugura ubwe na unaanza kumzoea, ariko
lakini hao ni mashahidi viongozi wa kanisa. Na sisi Reverend Pastor Justin, Pastor Sengano, Pastor Innocent, kandi especially nuna alipo anyigishije ku shuri. Baki nafsi yeye ni mwalimu wangu ambaye ananifunza shule. Ndabemera ndanabubaha. Na watii na wakubali. Kandi umuntu ugiye kubavuga nabi turi ku ruhande. Nikisikia mtu anawanena vibaya tukiwa kando, na kuwa mnenaji kwao. Seriously. Hiyo ni ukweli. Nami nakubaza kuvuga abantu nabi cyane mwa murego. Pia na nisiongee wachungaji vibaya. Kuko numuvuga nabi hanze kwa sababu kiongea vibaya mchungaji, kula mtazasakira sabuka. Na yule mtu atakubali na atasikia maneno hayo. Abona kwa bivuga. Na atapata nafsi ya kuongea. Ni wanaangiza babe na wanageuka wabaya na sio wabaya. Usitegere mkupa kwa mashindano. Ni vizuri kusikia lakini anyway, na watu weza ni watu wazuri, wale hapo wacha ugufi, wananyenyekea kandi wakinyeta na wako na bidii. Amen. Amen. Imani wa kukusha, Mungu anawabariki kandi wagelele neza, watendee vizuri. Na Wakristo watu wa Shamba Revival, pia Wakristo wetu wa Shamba Revival tunawapenda sana. Tunawapenda sana. Na hiyo ni ukweli. Wako mserezanya wande anga tulikuwa tukiongea tu story tu. Hapo tulipotaramo, tulikuwa katika kesha yali dante. Tanzania kwamba nilikuwa Ramisi. Nani kwa wandro waransereza. Naye pia wakamsema baragongo tuigereje kwa taburi. Na wakasema wanakaribisha mchungazina, wakawa na evangeliste na ni mnenaji. Wengine no evangeliste pia alikuwa mwalimu wa Sunday school. Ndio magambo sabana na watu ya wose. Na maanisha kwamba mimi naongea na watu wote hapa tutekeleza kumenyerana. Lakini si kusema tutazoeana. Tunaweza kumenyerana. Haimaanisha kama tutazoeana. Ipa sabana nawe undu tuzaye. Ikiwa tunaongea na wewe, tuko karibu na wewe, na kupea heshima yako. Hata kama wewe mtoto kumuliko, nakupa heshima yako pia. Ukiona ya kwamba mimi nakuita na kuongelesha, si mambo ya kazarao ama ya kujuana sana. Ni kwa sababu ya kwamba yeye anakubali kila mtu kwa heshima yake. Haya maneno nimeongea kila mtu ambaye tunaishi na yeye iko hivyo. Ndio kwa wazee tunamkanya tuanzia na wazazi, tukikutana nao tunasaidia kipindi na wakechuru na tunaongea mambo tofauti na wazazi na mama. Amen. Amen. Ndetse na watoto hata na watoto wadogo hata na watoto wadogo. Amen. Amen. Tunataka kuwa na wao mpira. Siwezi kupita kanda ya watoto wakicheza, hata niliacha kuwaambia mawili matatu. Kago tata kwa mpasa mkia kitu kidogo ya kuwachangamsha kuelekea kuko na wafuta chini ili ya kuonyesha kwamba wako ni wathamani sana nao. Siko mneze. Ni hivyo hivi. Sasa mtaka chini kiburi kwa sababu kila mtu ako na thamani yake. So na wako ndachana meza. Na nawapenda sana nyinyi wote. Hizo ndio dalili mliga wote jamani wako. Hiyo maneno haijakuwa katika program, lakini Mungu awabariki. Bambira ko tuzaganira. Wakiponiandaa kwamba nitaongea neno la Mungu. Tunapita masiku mangapi hivyo? Hali ndicho tuganira. Nimejaribu kuangalia neno ambalo tutazungumza. Bona nitisha liko bulicho tekura. Nimeona ni mengi lakini nikashindwa nitaandaa neno la mtu mwenye alidera mhudumu. Na alikuwa na muda mrefu sana kwa sababu alikuwa katika maombi. Alikuwa na niko. Lakini akashindwa. Ngumu ndiko ngazo baraka tuko. Mshahidi nisema na walikuwa pamoja. Hagate my friend, umudumu evangeliste. Akamuuliza kwamba, "Je, mtu ambaye ni mwinjilisti kandi mmenyelele ambaye amezoea maneno hayo, ndio mwenye wose. Wakati huyo umechukua, umekosa neno aje?" Na akamjibu ya kwamba bado sijapata neno, lakini ikifika kesho nitapata neno. Nitakuwa nimeshapata neno.
Leo yanga eti nasanza watu mchumba saa 5. Nimetoka hapa kanisani nikakutana wenzetu katika chumba cha maombi Jana saa 5 pastor sema ndio ita. Nilikuwa na keti pale kwa kiti ambayo mchungaji Justin hapo na ndio kusaka wakati teleko yetu. Yeye alikuwa na kiini ya juu peke yake. Hao ndio ndio unaweza kuvuga. Hajakuwa na maneno yengi ataongea, alikuwa na kiini peke yake. Tunatarama na tukaendelea na kesha, turanezerwa na tukafurahia Mungu na wazao wenye zakani gatoya, hata usingizi kanishika mudangize ibitose birashira. Baada ya hayo usingizi kaisha. Chage abantu batange kunyiza. Wakati wenzake wameanza kusinzia, hapo si sana kidogo tu, walikuwa wanasinzia kidogo kidogo, watu kama watangira kutana, na wengine wameanza kurudi nyumbani. Watakutoa hapo. Ndipo wakati nimekagua neno, ndio imezima. Ni hivyo hivyo. Hivyo. Anaomba wenyewe bize ukienda andika. Kuna watu ambao wamemuona akiwa busy akianza andika maneno tofauti. Vanessa na Ketchulo na bali. Wadada reverend na wenginepo wameniona. Utange hicho gari tu hizo kuja kuongea. Ile wakati ndio maana nimekagua kiini ama maneno ya kuongea. Kumeliki. Kwa sababu gani? Kandi Biblia ni shamba niko hapo. Na Biblia iko na maneno mengi sana. Mkweli kuko ingine msijawe paragone. Ni kwa ajili ya ni kwamba neno la siku ya leo ilikuwa bado inapatikana. Alikuwa ndashimia maana. Lakini nashukuru Mungu. Usikipango bigora. Unajua ya kwamba inakuwa ngumu sana. Nuko ni jambo imani. Ni kwa sababu ni neno la Mungu, si neno la mtu. Kandi jeno bendi kapabelo kulipo. Yeye na jinsi ya kwamba hawezi kuongea neno la Mungu. Shawarana kubwa mtanganya kubera kukosa mpango. Hata naweza sema ya kwamba hana wakati. Ichaka bibi. Neno la pili, ukishambo ry'Imana ni kwa sababu neno la Mungu irabwiza abantu batandukanye. Hii ni neno ambayo itahubiria watu tofauti. Harango bageze mu rugero fulani rwo kwizera. Katika somo la Mungu kuna watu wako katika somo la imani na watu wakiabiga kwizera, na wengine wangali bado wanajifunza kuamini. Wako katika shule la msingi abo bose tugomba kuganira, na wengine wako cheo cha juu. Isomo limwe hao wote lazima tuwafunze somo moja. Au leo utize situation kufuatana na mambo hayo bila kujifunza jinsi ambayo utalisha watu wa Mungu. Ukazotambuka vizuri ama kama utapita mbele ya wanafunzi bila kutayarisha ile somo ambayo utawapea, kwa ngo soyepre unakuambia kwamba muwe tayari dictate. Nitasema maneno mtaendelea, mimi nitaongea maneno nyinyi muandike. Sinaandika. Yeye hataandika, ataongea na nyinyi muandike. Yeye ataongea na nyinyi muandike yale ambayo anaongea. Mtoto ambaye katika masomo la msingi hawezi akaweza maneno haya. Ndio maana inabidi ya kwamba yeye ajiandae ili watu wote wapate kufikia kwa kiwango moja. Haleluya. Amen. Mungu awabariki sana. Na wasi kila mtu asikie kwa kiwango yake, kwa sababu hautakosa hata neno moja ambayo utachukua kwa siku ya leo. Imani wangu. Mungu awabariki sana. Tazama tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Amen. Upanga nilikuwa na jinsi ya kwamba naweza ruka kama nakimbia, lakini kila wakati na wakati wake. Tutazungumza na Mungu na ikifikia tukichezea Mungu tutacheza. Anashukuru Mungu kwa mtu mmoja. Yeye ni Kirenga. Yeye wanajuana ni kwamba aweza kumkumbuka tu. Ameishi kwao huko Mpokopoko. Alikuwa mtoto mdogo sana, amemkumbuka siku moja. Nashukuru Mungu kwa sababu amekuja kwetu. Mungu wa mbinguni akubariki. Na niba bibaza mbere mwibutse akisahau aniambie nikukumbushe. Wao wanawaye bana wa komite hose nimeishi kwao, walikuwa wao wa komite. Karite yose yari wa kijiji yote ilikuwa wa komite. Hadi kuchogea nacho tukawa yaro dusenga, lakini siku hizo tulikuwa tunaomba. Yara kilitoya alikuwa mtoto mdogo, alikuwa ndio yabaye umugore, lakini kwa leo amekuwa binti. Imani shimwe cyane. Jina la Bwana yabaye umugore, amekuwa binti. Amekuwa bibi. Yeah.
Imana sana, Mungu akubariki sana. Uzona tusura Na utawatembelea ikiwa itawezekana. Twasomye ijambo ry'Imana hano. Tumesoma neno la Mungu hapa. Mungu dusomye harehare. Hata kama tumesoma mambo marefu, turaganira umwanya uwazi. Tutazungumza muda ambayo umehesabiwa. Ijambo ry'Imana, neno la Mungu ni ibyo kurya, ni chakula ni Mkristo, ni chakula ya Mkristo wese. Mkristo yote, iyo bari mukuru, akiwa ni mkubwa, iyo bari mtoya, akiwa ni mdogo. Biblia ijambo hicho bita ibiryo, neno ambaye naitwa chakula. Nubwo uzibushe, hata kama wewe ni mnono, ukeneye kurya, unahitaji kukula. Niba unanutse, hata kama wewe ni mwembamba, umekonda, ukeneye kurya, unahitaji kula. Ngahe niba uzibushe, hata kama wewe umenona, uzogira amahinga abiri utajurebe, ukuwe na wiki mbili bila kukula, papira utakufa. Papira unaweza azimia. None kwa hiyo nimba mtu wese akeneye kurya, kama kila mtu anahitaji kukula, kwa hiyo kitu takeneye ijambo ry'Imana. Sababu gani hatuhitaji neno la Mungu? Buriya nuko abantu batabizi neza, ni vile watu ambao hawatambue vizuri, mpamvu zituma abana bagwingira, sababu ambayo inasababisha watoto wasikomae vizuri, kurya nabi cyangwa ni kukula vibaya ama kukosa kila chakula cha kila aina, imirire mibi, kukula vibaya, batekura ubushobozi bwo kubona ibyo bigaburira abana, ama kukosa uwezo. Muganga ndako karanyumva, wadaktari wananielewa sana, maana nutrition iri mu bintu bituma umwana adakura. Kupeana chakula si nzuri, inasababisha kwa mtoto asikomae vizuri. Hicho ni kimwe, hiyo ni neno moja. Swate umwana karigira nawe kurya, inasababisha kwa mtoto anakataa chakula. Unaweza kuja kama ya na upea kila chakula ya kila aina anakataa, uzusanga karanyana, unakutana mtoto amekonda. No munzu y'Imana, na katika neno la Mungu mtakwepa ijambo ry'Imana, mtu ambaye amekwepa neno la Mungu babwiza kumbana na mtu warushe, wakihubiri na kutana yeye amechoka, hapo wafanya changamoto, lakini wakichezea Mungu na changamoto, bakadeze kwa kabla kaza Mungu, wakiimba anafurahia sana. Sasa vipi huyo mtu hawezi akakuwa mnono kiroho, kani taza kula na hawezi kakuwa kiroho, azabora umwana mutoya, anabaka kiwa mtoto anatoka yote mugezeho, na kitu kidogo ikimfikia anashobora kumushuka, na unaweza mtea shida, akosha ama mdanganya, anaweza danganywa kurugeo. Kwa mfano umwana mutoya, mtoto mdogo, turaganira nubwira ngo wenda gusagira kujambo, tunaongea msizania kwamba sijafika katika kizi cha neno, za Biblia ni sinono, na sitaenda katika theology mingi sana leo. Amen. Barikiwe sana, barikiwe sana. Umwana mutoya, mtoto mdogo, ushobora kuzana sweet, unaweza mpea sweet after faranga igihugu, akiwa na pesa 1000 cyangwa afite ikindi kintu cy'agaciro gikomeye cyane, ama akiwa na kitu kingine cha thamani sana, telefone, labda simu. Yuma sweet ya 5 bob, ukimpea hiyo sweet ya shilingi 5, wewe ukora umwana, kwa sababu yeye ni mtoto, ashobora kwemera kusende telefone, anaweza kubali na anakupea simu, wewe ni pambo za sweet, kwa sababu ya sweet ya shilingi ya kobono. Umukristo nawe utalia, Mkristo ambaye akuli vizuri, azabora umwana, naye anaishi anakuwa mtoto kila wakati. Uenda kashuko gato wewe, akipata mtu ambaye ama vidanganyifu, cyangwa gendo gitoya, ama vidanganyifu gitoya kidogo tu, azayeme anakubali, uko tiyakuzi, kwa sababu hajakula tayari, hajakula injo tihati, kwa sababu amekula chakula ambaye itoshi. Amen. Sema amen, semeni amen. Ekatari amen, acha tuchoke. Haleluya, haleluya, amen. Microphone kwa wangu, nimeambia kwamba mpeane vipaza sauti kwa watu, kwa vindirimbo na haleluya, kwa sababu nasikia nyimbo hata na kusauti haleluya mingi sana. Sema amen, semeni amen. Mungu ndio ndio Mungu uteye uko kwa ndio bado katika roho na jinsi kuruka. Amen. Kandi singini na ngesa sana na sina hiyo tabia. Okay, sisi bado mlolongo tunatumbaza, sijajua ya kwamba kama ni moto wa maombi ni bariki ama ni jambo lingine, lakini anajisi hivyo tu. Sema amen, semeni amen. Na bora sio Tupe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya.
Tupe Bwana utukufu. Habari ya zero mkizungu Si kama mambo ya kizungu sana. Acha tuongee kwa sababu ya muda. Kwa sababu muda ni ngumu sana. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Nasikia nimetosheka. Bwana Yesu maisha yangu. Sioni haja ya kutangatanga sababu ya shida na matatizo. Sioni haja ya kutangatanga sababu ya shida na matatizo. Nasikia mimi nimetosheka. Bwana Yesu maishani mwangu. Sioni haja ya kutangatanga sababu ya shida na matatizo. Alitembea Yesu juu ya bahari, nami nitashinda kama alivyoshinda. Alitembea Yesu juu ya bahari, nami nitashinda kama alivyoshinda. Ukisimama kwa Yesu na miguuni wile, takanyaga shida na matatizo. Ukisimama kwa Yesu na miguuni wile, takanyaga shida na matatizo. Asifiwe. Jambo tugani? Neno ambalo tazungumza uko wagwanya itegekea jinsi ambayo utaweza kupiganisha udhaifu ugahora waka ili upate kuwa moto kila wakati. Huyo unaitegekea ugahora waka. Jinsi ya kugombanisha udhaifu ili upate uamsho. Amen. Mungu anamu. Umesikia na nini? Ukiangalia mtu, ukizungumza na mtu, akakubwira ngo ndake nitegekea. Nakwambia kwamba nimekuwa na udhaifu fulani. Ndio aliona kwako. Na kuna moto wa Bwana. Amen. Viviche vitatu. Tuna watu ya aina mbili katika kanisa. Mtu wa mbele, mtu sehemu ya kwanza ni mtu wako. Ni mtu ambaye ako moto kila wakati. Kukichane. Ako katika madhabahu. Au kukichane roho yake. Ako katika madhabahu anawaka kila wakati. Mtu wa kabili. Sehemu ya pili ya watu nisemtumia. Sikiza mimi hata niwaambie. Mleke na lawa. Mwachana watoto. Jenda hanga nimepande wamego. Yeye yako hapa na angalia nyinyi waimbaji. Sema amen. Sema amen. Mtu wa mbele, mtu wa kwanza ni mtu ambaye ako moto kila wakati. Anafika wa mwisho katika madhabahu. Yeye azubani. Tazaruba hachoki. Au horo kukichane. Ako katika madhabahu. Bila kukagua wengine. Bila kugishi, bila kuangalia wingi. Bila kurungano, bila kuangalia umati wa watu. Yeye ni mtu wa kwanza. Mtu wa pili ambaye katika kanisa ni mtu ambaye si moto na si baridi. Wakati tunaomba na moto wa Bwana ikishuka, ataingia katika watu wao. Anajikuta katika kundi hilo. Na tukipinga zeze, anajikuta katika kundi hilo. Na atafurahia na atashauti haleluya. Mtu huyo akazoeaza. Ni mtu ambaye si moto na si baridi. Yeye si moto na si baridi. Na mtu wa tatu ni umuntu wasinziriye. Ni mtu ambaye amesinzia already. Umuntu wasinziriye. Amesinzia. Na watu wa kanisa. Na yeye katika kanisani. Iwe mtu huyo mkitoa sadaka anakuwa kama nasikia kama ni anasikia kutapika. Akivovote. Anaongea maneno sio mazuri. Nungunika. Ama kunungunika. Asa hivovota. Ananungunika. Asa una hivovota. Anaisha kinungunika. Akivovota. Munenaji akisimama na nungunika. Bali mambo yakifanya mnini. Na wakiimba atasema wameimba wachukua muda mrefu. Kila kitu ambayo itatendeka kanisani. Hiyo kikosi. Ikitendwa. Sasa nyumba. Yeye alipita mtu mwingine. Hata kubali hata mtu mmoja. Na wakiyemera. Na wachache ambao wanakubali. Na wako shaka gusa. Ni wale ambao wanatenda matendo ambayo wanafanya kitu hifuza. Wale ambao wanatenda matendo ambayo anahitaji. Na watu watatu. Na watu watatu wa kanisani. Amen. Sema amen. Sema amen. Kuna kitu ambayo wanapenda watu wao. Wanajipenda wenyewe. Anapenda wakuseme vizuri na wako mnyamuka. Waseme ni mwenye roho, hata munyamuka.
na si mwenye roho. Bavuga ko umuntu mwiza, wamseme ya kwamba ni mtu mzuri kama atari mwiza, na si mtu mzuri. ndio mwiza kumshuhudia anashukuru. Nani mzuri kuliko wengine? Anyoshe mkono. Anyoshe mkono. Mwiza kurusha watu, mzuri kuliko wengine. Uko kwa mwiza kurusha watu. Mwingine mzuri kuliko wengine kwa aidha kumutima, kuanzia kiroho, hata kumubili, hata kwa kimwili. Amen. Hapo nataka ni kwa kutegekea. Watu ambao wanadanganyika wanakuwa na udhaifu. Akawa mgonjwa. Anasema yeye ni mzuri. Kama watu watoka kubesha. Ama watu watatu wanamdanganya, wakaomba ngo uli mwiza. Wanaambia wewe ni mrembo. Ndio kwa sababu uli mwiza. Nani mwenye amekudanganya? Umedanganya. Amen. Niko wewe mwiza. Iko hivyo. Amen. Wewe ukajitegekea na mgora wako. Jinsi ambayo unaweza kupiganisha udhaifu na upate kuwa na uamsho. Umuriro wema. Moto wa Bwana. Niko tunaongea na tukane. Ndio maana tutaongea. Umuriro, moto, undi ni taa, undi ni kicaniro, ama ni madhabahu. Amen. Amen. Lubita. Hiyo inaitwa moto. Biblia alimusta kwenye miliro. Biblia inaongea maneno tofauti ya moto. Story ya Mose. Ukisoma historia ya Musa, ageza anwange mutagiro. Wakati amefika mahali pamoja katika mwanzo, aona umuriro. Ameona moto mugihuru katika polini. Waka ukiwaka hapo tu gongoke. Lakini haikuwa inaendelea kuwaka. Ikiguruguru kiwaka. Ameona tu moto ikiwaka sana. Hapo tu gongoke. Lakini haikuwa inatembea. Ngo agira matsiko kuna kuleo. Akawa na shauku ya kuona. Hapo kukahegereye. Wakati alipokaribia mahali hapo, kuvugira mu muliro, akasikia sauti ambayo inatoka katika moto. Ikasema Mose, Musa, tuje ngao. Usiingie mahali hapo. Petri mweto zao. Na utoe kuona na utoe. Kwa sababu umefika mahali patakatifu. Vua kiatu chako. Na uvue kiatu. Amen. Haya ndio ile kiatu. Mahali patakatifu hauwezi ukaingia ukiwa na kiatu. Ni kiatu. Uzo kupona. Utagonga. Uzo kupona utagonga. Amen. Imani zako wewe. Mungu anakuachilia, ugasambana, unafanya usharati, ugakora manyanga yose yahanze, unafanya dhambi zote huko nje, ukazahera na ukuja mahali patakatifu. Ufanye sera yako mbele, kwa sababu Mungu ametukubalia. Na ukaanza. Na wewe unakuja mbele wangeza wakafa. Mbele walikuwa wanakuja na wanakufa hapo. Alipo Yesu amaze kufa. Lakini wakati Yesu amesulubiwa ameweza wao kuingilia hela chana. Ametoa hii ambayo imekula kutenganisha, utavuka kama hivi. Na umekatika mara nyingi. Wanao tukiendelea. Na sisi tukapata nguvu za kuingia. Tukaingia. Tukaingia, kila mtu anaingia mahali patakatifu. Hiki kiatu na kiatu ni vinose na mambo isatumba ningege ya uchafu yote ukazo kinjira unaingia hapo kwa sababu amen ingecha kusema tunafikiraga wakati wa kutofanisha ama wa kugawa mambo hajafika. Nataka mwe peana kama wewe tayari nimwambia mkwe tayari hizi challenge hivi atesi mpeane kwa sauti ni mkwe tayari. Sema amen. Sema ni amen. Sura nini? Ndio wewe ndugu. Acha achukue kipaza sauti. Sema amen. Sema ni amen. Baba mama wakija kwa Yesu anasema. Wanakuja wanaingia kwa sababu Yesu amekubalia. Alfa hera cha. Lakini mahali patakatifu yango kujingoni kiatu. Si vizuri kuingia na kiatu. Yango kuingia kitu shaka. Si vizuri kuingia na mambo tofauti. Kutangulegezee hii Yesu. Kuana alikuwa na anajiosha kwanza, akaona kama akiwa katika nalo. Anatambua ya kwamba hana neno la wafanya nima. Hana neno la yeye ndio vitabu kwa mwisho hela sana. Ndipo alikuwa anatoa dhabihu ili apate kuingia katika makosa alikuwa anamaliza mwaka alikuwa anaingia siku moja kwa mwaka. Na wakati alikuwa anaingia na wakwani wengine au wanamwaminia sana, walikuwa wanamfunga hapa, walikuwa wanamfunga na walikuwa wanaweka kama na walikuwa wanaweka komanda akaingia wameongea maneno hayo hapa na vijana ambao walikuwa wanafungua hapo walikuwa ili waingie mahali patakatifu au kuwa naangalia walikuwa wakienda walikuwa wanashika hema na kuona naingia na walikuwa wanangojea kwamba anaweza rudi ama asirudi.
bategera urege liko bivuga. Wanasikia kwamba komanda inaongea. Ndio bitavuye kuko na ama wanajiandaa kwamba ashobora kutagaruka ama anaweza uongozi wanakukota ile kamba bakaja guhamba ili wapate kuko yashobora kugufa kwa sababu anaweza hata kufa. Imani iramubwira ngo ukwetu ni mwendo zawe. Mungu akamwambia toa viatu. Aho uge kwinjira. Mahali umefika ni mahali patakatifu. Sema tena amen. Uko wa kwintegeke ugahoroa. Jinsi unaweza gombanisha udhaifu ili upate uramusho wa kila siku. Haikubita conscience, kuna kitu wanaita dhamiri safi. Amen. Hicho ni Kifaransa conscience. Conscience ni lugha ya Kifaransa, ni dhamiri safi. Muri Kinyarwanda wabita mutima nama dhamiri safi. Amen. Nicho kigize Mkristo, ndio bodi Mkristo. Dhamiri safi ndio inaunga mtu. Conscience ni nini? Dhamiri safi ni nini? Zero la science. Kufuatana na science. Biblia mini science. Science inaongea nini kuhusu dhamiri safi? Inaongo setini kwa interne. Inasema ya kwamba ni njia kitu quelque chose est bon ou mauvais. Ni njia ambayo inakuambia kwamba kitu ni nzuri ama si nzuri. Sauti c'est une voix interne. Ni sauti ya ndani. C'est une voix interne. Ni sauti ya ndani itagaragara ambayo haionekane kinaganaga. Kwa mmoja mmoja. Lakini kwa katika roho ya mtu. Tunaongea kwa kuhusu watu ambao kama moto wa Mungu imeingia. Unaweza kuihangana gatoe. Utavumilia hata kugera na kugira. Lakini nitakufikia nitakwambia hicho vitazimia moto. Nitakwambia chenye utatumia ile upande hivi bizabizi muriro w'Imana. Maneno ambayo yanaweza zima moto wa Mungu katika roho. Tutaongea kama ngapi nikipata. C'est la science. Kulingana science. C'est une voix interne. Ni njia ni sauti ya ndani qui te dit qu'une chose est bonne ou mauvaise. Ambayo inakuambia kwamba kitu ni kizuri ama si kizuri. Selon la Bible. Kufuatana na Biblia, c'est un jugement que l'homme donne à son comportement. Ni hukumu ambayo kila mtu anajihukumia. C'est un jugement que l'homme donne à son comportement. Ni hukumu ambayo kila mtu anajipea binafsi. Amen. Ndio sio francophone. Yeye anajua French. Amen. C'est un jugement. Ni hukumu que l'homme donne à son comportement. Kila mtu anajipea kuhusu mwili wake ama roho yake. C'est ça la conscience. Hiyo ndio dhamiri safi. Selon la Bible. Kufuatana na Biblia. Umutima na maneno. Dhamiri safi ni conscience. Ama dhamiri safi. Dokumenti. Ni hivyo. Ikiwa umutima wawe, ikiwa roho yako ama kuchiruwaza buri cyose. Dhamiri safi inakuoje? Uzamenye kumuriro wazi. Ujue ya kwamba moto imezima. Uzamenye kutabaza ngazi. Ujue ya kwamba taa imezima. Kandi tabazo lizimye. Na taa ikizima, unagasinzira. Na mtu atasinzia. Hayo kuzima, kuna kuzima, cyangwa gusinzira ama kusinzia no gupfa na kufa. Amen. Biblia yavuze ngo, Biblia inasema umuriro ku gicaniro, moto katika dhabihu, tugasinzire, usisinzie. Kuko ni bavuga kuzima, wakisema kuzima, umuntu aba yadai. Mtu akaribu kukufa. Aba yadai tayari. Akaribu kufa. Amen. Hata kusinzira, lakini kusinzia, muziziko. Unajua iziko. Jiko. Iziko jina ya jiko ya kawaida. Iziko. Jiko. Konga jiko. Okay, tunaona bacha. Hizi wamama wanaelewa sana jiko. Maana wakashiriki hivi. Wanaweka kwanza kuni, ili mumuluka wako. Wanaweka moto inawaka. Abantu tukaza tukote. Watu wanasaidia katika. Hiyo ataona tukutuka kwa inegeza. Kama hakuna mtu ambaye ataendelea kuongeza kuni, itazima. Itazima. Hadi kumuliro tuzime wose. Lakini moto haizime. Hadi kumuliro wamezuka kukishito. Na kuna ile moto ambayo inabaki katika zile mugito watu basanga ndira karibu. Hata asubuhi unakutana kuna moto kidogo. Hadi mugito mbiru. Na asubuhi kuna. Hayo kusanga likana. Hata ukitaka kama ni kidogo tu inabaki. Wewe unashona kupongeza maana wose. Unaweza saidia kijiji nzima. Ndio nini nitariziko kicha watu basinziri. Naona huko nyuma watu wamesinzia. Sababu 6:3. Kwa nini kasika? Kwa sababu ya ile moto kidogo imebaki. Hayo kusinzia, kuna kusinzia na kuzima. Hapo wazimu. Ukiwa umezima wewe ndani wako. Alikosa na kazi yao sio uzumuliro ruguru. Na unakutana kwamba kijiji nzima imekosa moto. Kama nani
kibiriti katika hali ya hata tunakuwa na kibiriti kwa kukula moto. Ilikuwa ni kupeana tu moto. Na moto huwa inapewana tangu awali. Na moto wa Bwana unapewana. Wazee moto ikizima ukubwa wa kuzimanya unajisikia kwamba umezima, unashobora kurahura, unaweza kupea moto tena, unasubiri ukawaka na tena moto inawaka. Kandi umuriro w'Imana wake na moto wa Bwana ikiwaka, turi abasore iwake, tukiwa abasaza, tukiwa wanalika, tukiwa wazee, umuriro w'Imana wake na moto iendelee kuwaka. Tugomba kukora ko turi bapewe, haiwezi kuwaka kama tuko wanalika. Mungu nini higero murimo hata amri yeye Mungu umuriro w'Imana lazima moto iwake ndani mwe. Amen. Biblia inasema haleluya. Haleluya. Uhora waka moto iendelee kuwaka kandi tukazima, isizime ndani mwetu. Ndeza tukasinzia na usisinzie. Usisinzira nalikuze kusinzia ambaye anaongea nigeza zacu umuriro ni wakati kuni zimewaka moto zingiyakazako ivumbi na kunafika mahali kunakuja mavumbi. Iyo usakuye umuriro wahose, ukifika mahali moto imezima, uzutekereza ko wazima, unawazia kwamba imezima kabisa, ariko ukoze uwegere, lakini ukigusa ndani usanga ukiri mu mukeye, unakutana kwamba kuna ile moto kidogo imezima. Iyo ukuyonya vumbi na ukitoka unakutoa mavumbi, hiyo usanga umuriro ni Mungu, unakutana moto iko ndani. Haleluya. Amen. Iko hivyo. Tunaenda katika roho. Umuka na katika roho umuriro w'Imana, moto wa Bwana tukazima, usizime. Haleluya. Amen. Umuriro w'Imana, moto wa Bwana tukazima, usizime. Tukazime uri hano, usizime ukiwa muri wawe, usizime ukiwa nyumbani, ukazime muri mukazi, usizime ukiwa kazini, ukazime hawaye ibibazo, usizime ukiwa ukipata na shida zake kikeswa, usizime ukipata na shida hiyo. Chochote umuriro w'Imana tukazime. Katika condition zote usizime. Haleluya. Amen. Tukavuga umuriro leo tumesema moto changu tara ama taa changu tabaza ama taa asifiwe. Amen. Mwenye magambo yasiwaro rumuka wewe kwa maneno ambayo msikilizaji inamaanisha ni Roho Mtakatifu. Sema amen. Sema amen. Niki kituma itabaza ni wala waka. Maneno magani yanasababisha kwamba taa iendelee kuwaka? Niki kituma umuriro ukomeza waka mu mutima wangu. Nini ambayo inasababisha moto iendelee kuwaka katika ndani? Mtu anaweza jiswala na sema ya kwamba mambo hii yako hivyo. Lakini nitafanyaje ili moto iendelee kuwaka ndani mwangu? Naweza nienda kama microphone. Peane kipaza sauti kwa Isaac. Mavuta mitawaza porenaka ukuzaza uzabone kure nami wanje tuzajane mavuta mitawaza yego nami wanje porenaka ukuzaza uzabone mavuta tashire umuriro ntuzime. Haleluya. Isokorika kame ugesigihuzafira. Haleluya. Desikitega mchana kenya madao. Mimi sitaki sauti tano. Wewe cheka kegera soprano namba. Atafuta maneno tu, tafute sauti nzuri. Kenya kusema kwa kuyombeka, atafuta maneno isikizwe. Mavuta tashire umuriro ntuzime. Yego. Isokorika kame kugezigihuzazira. Haleluya. Haleluya. Tunashaka. Hivyo ndiko natarajia. Nini kizatuma umuriro wako? Nini ambayo itasababisha moto iendelee kuwaka? Nini kizatuma itabaza itazima muri wewe? Nini ambayo itasababisha taa isizime ndani mwako? Haiki ndio kimwe nishora kuwaza. Na swali ambayo itaswali. Akose ekateke no kuwaza. Ndio mtu sasa kana gora ya.
Acha ni siswali, nadhani kila mtu anahitaji kuendelea kuwaka kila wakati. Mtu asiyefuza bora yake. Kila mtu anahitaji kuwaka kila wakati. Kwa hiyo mtu italazimie kwa sababu taa kizima. Unadhani mtaigera. Mtu huwa anatembea vibaya. Nadhani mtaigera mtu anatembea vibaya ajue. Ajue maboma yake. Hata mejizuia wandi. Ajue boma yake. Hata mgabo wewe wandi. Hata tambua, hata jua vizuri Mungu wake. Hata tambua vitu zake na vitu za watu. Nadhani mtaigera. Anatembea vibaya. Nadhani mtaigera. Anatembea vibaya. Hiyo italazimia. Kiwa taa imezima. Sawa mtu asakende bora yake. Kila mtu anahitaji taa. Haleluya. Amen. Yego. Hivyo. Mtegelele vitu vigomba kutumugora wako. Sikize sasa mambo ambayo yanasababisha taa iendelee kuwaka. Ukienda kwa gara hata kwa kile na kazi hiyo. Mwenye anahitaji kuwaka taa ataanza kuwaka. Kama kile kwa kazi yasi. Na ule mwenye atapendezwa kuwa si moto na si. Tujaze vitu vyote vitatu. Tujaze vitu tunishe dofiti. Katika sehemu tatu tumeongea watu ambao si moto si baridi ni wengi. Tuzuia vitu tunishe dofiti. Watu ambao si baridi si moto hao ni wengi sana. Kama tuzuia zimani la kwa. Na watu ambao si moto na si baridi Mungu wao. Kwa kile pamoja kazi yasi. Mkitabu cha Yohana katika Ufunuo wa Yohana ngo nitoro yandike Laodikia kama sijidanganya, alafu watu wale Laodikia wewe ameambia kwamba nyinyi wewe tukoje, wewe si moto kani tushushe na si mbali, ndio ningekukuru lakini nitakutapika nibushurasho wa basi tumenya ule lazima ukwe moto kama ni bukoza basi kwa ama ukwe baridi, ukina tushakishi mwenye ili tupate kwa barabara yako umulio na tafute jinsi ya kurudisha. Kuka kazuyazi kwa sababu mtu ambaye si moto mtu anatukia mtu huyo. Usibabu mwana kazuyazi. Unajua sababu gani Mungu anachukia mtu huyo? Nuko ni kwa sababu abantu bose bamwisangamo. Watu wote wanajisi kwa. Abakristo tukidundu watu mwisangamo. Wakristo wakifanya maombi wanajisi kwa. Ni ambulance. Yeye anakuwa kama amwisangamo. Ule kila mtu anamjisi. Sasa analilimba, ataimba, sasa sadaka itaanga, atatoa sadaka, vitatu mara kitanaje kitanaje tunajua kile kitana. Atafunga na atatoa na atatafuta jinsi tutajua kama ametoa. Sema amen. Semeni amen. Kama akienda kuifunga. Na napendelea kuongea. Iwe isangamo na watu wote. Anajikutwa na watu wote. Alikuwa kazuyazi. Lakini mtu ambaye si moto kazuyazi my friend. Ndugu zangu, mtu ambaye si moto si baridi. Niko imani za karuka. Na Mungu atatapika watu wao. Jambo la mbele, neno la kwanza itumo mtawala ya ambaye itakusaidia ili upate kuwa moto kila wakati. Ndio ufuta mafuta nitawala. Ni kuishi na mafuta kila siku katika taa yako. Amafuta na masengero. Na mafuta ni maombi. Wewe useme mkichana. Kuomba kila wakati. Sema utalaza department changu kiko raha. Omba bila kukagua department yote. Ngopowali ya mtu kosengana. Bila unakuwa watu fulani sitaona na watoto ni watu wakubwa bora na mafuta mitawazi kuwa na mafuta katika kigezo sana mafuta zabo wakati yote mafuta itakosekana itali sasa taa yako itazima umuriro sasa na moto itazima uzali ndani na utatembea vibaya mkugira mafuta hakeshi kuwa na mafuta yenye inatosha bora kuifusenga kuwa katika maombi senga abantu babizi kuomba watu batabizi kuomba watu ambao wihereye kuomba kinafsi senga n'abandi muri rusange na kuomba katika watu wengine bora na mafuta adashira ili upate mafuta kila wakati bora na mafuta adashira ili upate mafuta ambayo itaisha. Hiyo ni chambele. Hiyo neno la kwanza tutasema muri Mathayo 25 kugeni. Utakuta katika Mathayo 25 kugeni. Amakuru ya babakoga 10. Utakuta historia historia hata kuacha na matawa za 10. Watano walikuwa na mafuta, watano hawajakuwa na mafuta. Amatawa za rasmi. Na taa zao zimezima. Abandi barayachunga neza. Wengine watano wamechunga vizuri. Bongo yarari mbadi. Vile nimesema walikuwa wanachunga vizuri. Amatara tiasi. Na taa zijazima. Bora kuivi no kusema. Ni kuishi katika maombi. Ichakabi. Neno la pili ambalo tutakubora wapi? Ambayo itakusaidia. Amen. Amen. Ichakabi. Neno la pili nukukiri wanga. Ni kuwa na siri. Ibanga yawe ni ma. Siri yako na Mungu. Utabira watu wote. Ambaye utaongea kwa watu wote. Au mauleni ma. Mahali ambapo umekutana na mtu tugopa kuwatangaza muri rusange. Si lazima utangazie watu. Kiza kiguzani ma. Kitu ambacho kinakuunganisha na Mungu. Sio kwenye social media. Si lazima kutangaza. Mimi nafanya hivi. Kuna tangaza. Unatangaza. Ndio ngiri kiwango cha kutangaza. Hata nikwambie shida ya kutangaza. Ama kuni Mungu wita Samson. Habari ya Samson alikuwa mwenye baraka. Alikuwa mwenye nguvu sana. Wewe kisha kama ni sehemu
ukuboko imbaraga z'Imana yamushizemo. Alikuwa na winda wa Israeli kandi yakoresha n'ibipea bitoya gusa, na anatumia mambo madogo sana. Umunsi umwe, siku moja, ngo yafashe akasa ya kidogobe, ameshika nini kichwa ama wanatupa arakazunguza na akaiweka mikononi mwake, warakazunguza akaiweka mikononi mwake, akairusha. Sema amen. Sema amen. 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 Wewe kushowe. Wewe na kuweza. Amen. Sisi warakatera ikibihumbi n'ibihumbi. Akarusha hiyo kitu alafu akaua watu maelfu na maelfu. Wewe ni baraka kwa kasa yake ndogo wewe. Akasema kichwa ya punda ibihumbi n'ibihumbi ni maelfu na maelfu. Sema amen. Sema amen. Hapo Samson umusume, lakini mzee Samsoni ngo alitembeza kwenye bisanzwe. Alikuwa akitembea kawaida kugira ibanga. Alikuwa na siri. Abandi batazi. Siri ambayo wengine yaro kuna zile yarahawe ibanga tazavuga. Alikuwa mnazile alikuwa na siri ambayo kandi Imana yari yabwiye nyina na se, na Mungu alikuwa ananena ngo uyu mwana mugiye kuzana. Awaambia kwamba mtoto ambaye mtajifungua. Hata mimi bwana kama asiposema nami ndiko tarimena nk'abavyeyi na nyinyi msiposema siri, ngo imbaraga z'Imana zizamuboha ibihezo tutakwaho. Nguvu za Roho Mtakatifu itakuwa maishani mwake. Musume, lakini siku moja nimesoma nikafurahia. Ngo amanutse muri kase yitwa Itimuna. Wakati alikuwa anashuka katika Itimuna, asanga abakobwa, alimekutana wa binti, abona umukobwa umwe yitwa Delila. Akapata binti moja anaitwa Delila. Amen. Amen. Tuzi. Amen. Amen. Alikifunga ngero kanya watu tukiongea na tuzoze. Maneno ambayo tafikiri ni kama ngero wima. Maneno ambayo inazima moto wa Bwana. Ni kweli cha Mungu. Tuna iko katika neno ambalo kwa mnagusia. Kumenyera. Ni kuzoea. Kumenyera dini. Kuzoea dini. Kuhanga iko tujidini. Kuzoea katiba ya kanisa. Ikatuanza tuelewana tusoze. Acha tuangalie mahali hapa ili tutamatishe. Ngo haba igihe kimwe, ilikuwa siku moja, ngo aramubwira cyane bariko akamsii sana walikuwa pamoja. Aramuromunda gusaba, akamwambia kwamba nakuomba ngubwire uniambie nakuomba tu kwa roho safi, nakusaba kumtumia mtu mwiza. Imbaraga zawe ziwe mahali nguvu zako ziko. Samson karantara mubeshabesha. Samson akamdanganya kwanza. Alipomwambia igihe akafika mahali bamulembeje kuenda gute, alikuwa amemshika, alikuwa anamuomba sana, ako karibu kufa. Amubwire wangu akaongea siri, baraka zirashira na nguvu zinaisha, umuriro urazima na moto imezima. Zabisema mu Mwanzo 13:17. Tutasoma katika kitabu cha Waamuzi 16:17. Uzasanga hayo magambo, utakutana maneno haya. Iyo wamenye ibanga ryawe, ukiongea siri yako, ibanga ryawe ni Imana, siri yako na Mungu. Niba ni sadaka kuzitanga, hata kama ni sadaka unapea igice cyacu n'igitunguru roho n'abantu gicaniro unapeana ili upate nguvu za Roho Mtakatifu. Huko mimi ndio nasema mimi ndio lazima, kwa sababu tunakutana kwamba moto nyingi yanazimia mno muri shamba lile, moto imezima. Amen. Biblia inavuga ngo, Biblia inasema ngo wanyogosha. Wasema ya kwamba ukininyoa nywele yangu, wanaona kama wandi wose, nitakuwa kama watu wote. Ibaraka zimbo zoshira. Na nguvu ambazo niko nazo zitainisha. Biblia inavuga ngo okay, unakuwa Biblia akamshukuru sana, akasema umefanya vizuri sana. Magana yao anawakura ngo. Akaita wa Musa inacholewa wenyewe Musa. Akaambia jeni round hii tu. Kuko bwana mkangu hivi kumutima wewe. Hapo nimetambua ya kwamba ameniambia kitu. Ingiacho sasa uzara konti abantu biri kumutima wao. Wakati yotambia kila watu. Ibanga wote kupokea wataarifa nzuri wewe. Ile siri ambayo ilikuwa nayo tangu awali. Mulio wema ndo sasa. Moto wa Bwana itazima. Haleluya. Kuna watu ambao wana asili. Bwana usikilize sababu hapo tu ni kuongea. Tikisa kila muda hiyo. Haiwezi kalala na jambo lote ndani mwako. Uongono mtu ikizi. Ni kizi. Huyo mtu amezima. Ichanga tatu. Neno la tatu. Sikibuka ucha no kuwa maso. Ni kuwa makini. Kuwa maso. Kuwa makini. Amen. Huko mlimo wala wa ili moto iendelee kuwaka. Kuwa maso. Kuwa makini. Amen. Amen. Watu mkuzeo baba kwa harababa imasa watano. Tulikuwa tunagusia kidogo juu ya wabinti watano. Kuwa maso alikuwa tafuta mafuta.
Ukiwa macho bila mafuta, mimi kuza kanisa buri munsi, inamaanisha kwamba kuja kanisani kila wakati dini bila lengo, alikuwa utashama mafuta bila mafuta utazima. Nimemtisha kwa mzee vitatu. Ni maneno mengi lakini tutaongea kwa tatu. Itara kitu wala kanabuza ngo. Neno kwa tunaongea ndio gram mafuta mpende. Ni kuwa na mafuta katika taa. Ichanga wewe. Neno la pili kwa sababu wangu. Ni kuwa katika maisha ya ichanga tatu. Neno la tatu ni kuwa maso tu sinzia. Ni kuwa makini na usinzie. Kuwa maso kuwa macho kuwa makini nyingine. Kuwa makini ama kuwa macho usinzie. Sema amen. Mungu ndio anakuonyesha kwenda hivi. Mtu asikuja kudanganya. Kuwa mkuu kuwa makini katika imani. Amen. Kuwa mkuu katika imani. Soza nikitamatisha. Hivi ndio tutatuliza hizi nyumuka wewe maana. Maneno matatu ambayo ushara kufuta mlio wewe maana mlio wewe. Unaweza kuwa na moto wa Bwana ndani mwako. Kwenda kukumulio wasi. Lakini kwa sababu moto imewaka. Muso ukauluka wakati Roho Mtakatifu umeshuka. Warusa mlio. Ilikuwa kama moto. Wote mtu asiwana honga. Kutia kila mtu ambaye alikuwa mahali hapo. Sema amen. Semeni amen. Sema haleluya. Semeni amen. Usitumisha Satani. Tuko na ibilisi shetani. Yeye mlio wasi mwitole. Akitambua ya kwamba moto imewaka kanisani. Asante mrakuzimia. Anaandaa kuzima moto hiyo. Ukaenda kwa restaurant moto na kome. Endeni katika hoteli tofauti. Kama leo ngara Munguni. Muangalie katika nguni. Anambezo tawige. Sisi hatuna mambo hayo. Niko tutarawige. Unaona Kwa sababu tutafikia maneno hayo. Usa ngara Munguni. Kila nguni, hali ya Munguni kila kona. Kila nguni na kona. Usa angalia kanduka tuko. Unakutana kuna kakitu ka nyekundu. Anesha uzi. Kafupi. Kafupi mpira umuka. Kako na kala nyekundu ama black. Hapo kitu kizimia moto. Inaitwa ikizimuliro. Kizimia moto. Kizimuliro. Tafute kizimia moto zishi. Satani. Afite kizimia moto zishi. Shetani ako na kizimia moto mingi sana. Sema amen. Semeni amen. Yeye ni mlurati. Akitambua ya kwamba moto ni. Yeye ni mzuke ulawa. Akiona wamusha imekuja. Anasha kisemeno statu kwenye anatafuta mbinu yote ambayo ili wamushe. Amen. Amen. Jambo neno la kwanza. Zile zenye mlio wema na mitore. Ambayo lazima moto wa Bwana katika kanisani. Ningi ababu wawae wanyeti. Ni wakati kila mahali watu wamekuwa kwenye dini. Tuko kwenye jana. Kuna jinsi amehubiria kwa hana. Yeye ni mwenyeji. Mara mwenyewe. Wana mzoea. Kama mwenyewe watazoea hata neno moja. Ni comptable. Ni comptable. Amen. Amen. Comptable nawe. Comptable na yeye. Amen. Amen. Jambo la ndiwazi mkubwa wangu. Wewe papa pundu. Wengine wanataja mtoto yake papa pundu. Kumenyeri dini. Kana nasema kama mgizo ndio twara mimi. Yana tukizindia situ hivi. Wanasema ndio magambo ya Samsoni. Mtukano wa Samsoni. Kuvangira nguru. Tangu awali. Kuva tukiri nguru. Tangu awali. Ndio wale ndio walikiriza. Walikuwa wanaongea maneno haya. Itishidi. Hiyo ni maneno ya dini. Dini ndio kafanya ni dini. Kumenyeri dini na ibada za dini ama ibada za kila siku. Kumenyeri jambo jimana. Kuzoea neno la Mungu. Hapo tu hivyo. Lakini usiweze hizi mlio wema. Katika neno ambayo lazima Mungu atumize hizi mlio wema. Katika neno ambayo lazima Mungu. Watu kuja kila wakati hapa, kila wiki. Hapo kalikuwa kwa neno sawa. Lakini wanafanya hiyo mambo wanachanganya ibada na sana. Unaweza kufuta hata tumbako. Hapo komeza kasema. Lakini endelea ku. Ndio. Hata tu nizo ama kuna pombe ndetse no gusambana hata usharati n'ibindi byarutandukanye na dhambi tofauti akisanga mu Islam lakini anajikuta katika akisanga mu mukunga anajikuta kabisa akisanga mu itorero anajikuta katika kanisa na hata tendo kanda bizimu mutima wewe na hata simamishwa na anajua kwa roho yake imeshidi. Hiyo ni kushiba dini. Kumenya dini ni kuzoea dini. Ni kitu tunaweza kunyumulio. Katika neno moja ambayo lazima moto kuzimia ukamuzima. Inazima moto kabisa. Kama nikora kupata kwa mfano sasa. Kama nikora kupata kwa mfano. Hata toka katika kwaya. Sasa ndio bora. Ataongoza. Ukizikia ndio kufuata sindizi. Fuata wakati atashikwa ama atashikwa. Ukiona ni mimi mnaongea gesi. Mpaka katika siku 40. Ndio sababu. Inawezekana usangaitete. Ataongea atajitetea eti wamenionda kama mtima ungemeza na roho yake na Mungu. Dini ni zaidi ni roho ima na dini lazima moto wa Bwana. Jambo lake ni nini bishi hizi? Neno la pili ni tamaa ya hiyo. Mungu atange kumke
kile ubukea. Mtu akiwa na mali kidogo, atange kugira ubushobozi ubukea. Anakuwa na uwezo kidogo. Atange kuba kukatageze kukana. Anatoka mahali anaingia katika sehemu nyingine. Yerasi yamu faranga zo kwishuri nzu. Alikuwa anakosa hata rent ya kulipa. Mungu angeze muri 2 bedroom. Kwa leo ako na uwezo ya kulipa. Ndio kwa leo. Anaita tu Mwezi 35. Anaita tu anamwambia ni 35. Namba na iko ile toka kule M-Pesa. Namba nimekutumia kwa M-Pesa. Utakiwa tasa kesho kigeni. Ana tena ombi lolote. Yageza senga alikuwa naomba, alikuwa na bibazo, akiwa katika shida tofauti, akiwa mzima bubi, akiwa katika maisha mbaya, akiwa maskini. Mungu sana roho kibishana. Unakutana analala katika wima naona doa. Na moto alikuwa waka kila wakati. Anakini yataka kugira mtu. Lakini akiwa na uwezo kidogo. M-Pesa ikabidi Mungu asenge 50,000. Ilikuwa na pesa 20,050 ya Kenya. Chama 20 ndio. Ama 20 hakuna shida. Nikatumwa tena M-Pesa kuanzia 20 40 50 utasikia kuna makonto mengi. Kuna wengine wako na account. Akataka kugawa nyumba kwa tena. Anaanza watu kushikana kupunguza maneno. Akazi kama yake. Tumechoka sana, kazi ni mingi. Tuzosenga tutaomba, hakuna shida. Mimi mwenyewe ni mroho imani. Katika neno ambayo lazima moto wa Bwana. Amen. Haleluya. Haleluya. Hata story kama ile tegere. Kuna story moja ambayo umugoro umwe boya yawa migati. Mama moja amepewa watoto wake. Hawezi migati kwa waje, amepewa mkate wa kule. Ngowana migati murije. Akasema hayo watoto chukueni mkate mkule. Nakumbe kumugomumvu ga utomo. Nimesikia mnenyaji. Ukomeza mji migati. Akaambia endelea kula. Hawana wabaki kipingamizi ni migati. Watoto wanaendelea kula. Baranja kula mkate walikuwa na. Yanga wana akaambia watoto alikuwa anakuwa haruguru akaenda juu ati mumenya akamfanya kazonga anaambia kwamba yule makini naona aba anatia wewe tukisukara mwenyewe eko tunasema hapana si wao wanaenda na apeti nyingi wanaendelea kula mkate kani bwana nzoka ilikuwa ni nyoka hata wana hizo kiabali anasema kwamba yeye niwaze kwa nyama tunabara wao waje uhepo kwa watoto wangu kani tu tuwaje huko na tena sitawafikia haraka wao ni ngito Tunaambia kwa tayari wanasikia tuacha apeti wacha ngene kurje. Wanaambia kwamba tuko na wapata mobera batera anachukua jiwa na Russia na wakakoa makini. Wamenya kuizo kaeleje kuwaje. Na wanatambua kwamba ndio mimi sinabo katika siku wangu ya muzi sisi watu wako kabisa. Hivi ndio sisi ndio katika mambo ya dunia na kushiba kwa dunia. Tukiwa kibimana na tunasahau Mungu mwana kazi. Na moto wa Bwana inazima. Hivi ndio sisi maneno ya ulimwengu zaidi zenye mwili wa Bwana. Inazima utunzie ubongere hiyo. Utajiri kiongezeka. Kama uko makini izali zenye miroho imani inazima moto wa Bwana. Chakwa tatu giza zenye miroho imani nasema neno tatu ambayo inazima moto wa Bwana kitamatisha na maganya is manunguniko ya ulimwengu. Icharaga ku migezi ya Babuloni hinda kuko nta mutabazi twari dufite turafukama tutakira Uwiteka Amen. Waisraeli, taifa la Israeli wageze kihe babamaniki nanga zao walifika mahali pamoja wakaweka nzenze juu kweli bora ndio wale wafite kufuatana na shida walikuwa nazo. Amen. Amen. Wanagoroba kuturike kuri wakasema kwamba tuache kuimba kweli pambo hivi bibazo kwa sababu ya mashida tofauti kuna shora kuri kukiwazo gikomeye inawezekana uko na shida tofauti aliko simpa lakini sikuwe sababu ya kutumwa leo imanozi ya kusababisha moto kani kuri vishi vitumwa leo imanozi katika mengi inasababisha moto wa Mungu na maganya hizi ni katika ni manunguniko ni bihendo hizi kana hata na mambo ya ulimwengu amaganya hizi manunguniko ya ulimwengu hiyo ni bibazo ukiwa katika shida tekufusha kosa ndugu sante mukene katika maskini uzole maso kuwa makini muriro w'Imana tukaze moto wa Bwana isizime bagabo bene data ndugu wa baba muriro w'Imana uhore wako kugicane moto wa Bwana ni wake kandi tukaze na isizime igecho wakati wetu kitambua ya kwamba moto uzuri munzirizana mu rupfu uko katika njia kwenda katika mauti kandi tugomba kumenya ibituma umuriro w'Imana lazima tukague yale ambayo yanasababisha moto wa Bwana kugira ngo bikugeraho ili ikikufikia
kusikia, nugira ifedha nyinshi, ukiwa na pesa mingi, nugira ibyago byinshi, ukiwa na shida mingi, n'ibindi bisa nazo, na maneno mengine tibigatungurira Imana uzima. isisababisha kwa Biblia yavuze ngo, Biblia imetuambia umuriro w'Imana ku gicaniro, moto wa Bwana ikuwe katika madhabahu, tukaze isizimike. umuriro w'Imana mu mutima wawe, Moto wa Bwana ndani ya roho yako, tukaze isizimike. Haleluya, amen. Jambo limana litafasha Na upokee neno la Mungu.